Tunaendelea na somo letu la jinsi ya kuwatambua manabii wa uongo. Jinsi ya kuwatambua manabii wa uongo. Kuwatambua manabii wa uongo. Kama tulivyoanza kwenye kipengele kile cha kwanza, Yesu anasema katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 24 mstari wa 11, na manabii wengi wa uongo watatokea duniani na kudanganya wengi. Watawadanganya watu wengi. Sasa unajua manabii wa uongo wanacheza sana na akili za watu. Wanataka watu watumie akili, na kwenye akili hizo wanawakamata watu mpaka wanashindwa kuelewa ukweli wa neno la Mungu. Na sisi tunatafuta namna ya kuwatambua hao watu. Ukisikia mtu yeyote anafundisha kwamba Yesu hakufa wala hakuzikwa wala hakufufuka, huyo ni nabii wa uongo. Na ukisikia kitabu chochote kimeandika habari za kwamba Yesu hakufa wala hakuzikwa wala hakufufuka, hicho ni kitabu cha shetani. Sasa nisikilize kwa makini. Unajua kwa nini nasema kwamba manabii wa uongo wanacheza sana na akili za watu? Na watu kwa sababu akili zao zinanaswa kiurahisi, kwa sababu mambo ya Mungu sio mambo ya akili, ni mambo ya rohoni. Akili zako ni tone ndogo sana kumuhusu Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwamba njia za Mungu ziko juu sana ya fahamu zetu, ziko juu sana ya ufahamu wetu. Hebu nisikilize. Sikiliza jinsi manabii wa uongo wanavyocheza na akili za watu. Kwa mfano, mtu anafundisha watu kwamba Yesu sio mwana wa Mungu kwa sababu Mungu hakuoa. Lakini huyu mtu anakufundisha tena, anakuambia Yesu ni mwana wa Mariamu, kwamba Mungu alimuwezesha Mariamu azae bila mwanaume. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kumwezesha Mariamu azae bila mwanaume, lakini huyu Mungu anashindwa kupata uwezo wa kujiwezesha yeye kuzaa bila mwanamke. Unaona akili jinsi zilivyo ndogo. Manabii wa uongo wanavyocheza na akili za watu. Anawaambia watu kwamba Mariamu alipewa uwezo na Mungu wa kuzaa bila mwanaume, lakini anawaambia watu Mungu amekosa uwezo wa kuzaa bila mwanamke. Kwa hiyo Mungu anayefanya vitu vyote, mwenye kuumba mwanadamu bila kuwa na chochote, anakamuumba Adamu na Eva, anaweza kushindwa kupata mtoto tu kwa sababu hana mwanamke. Kwa hiyo lazima Mungu aoe kwanza, azae kupitia biolojia ya kibinadamu. Lakini huyu Mungu aliyeshindwa kuzaa kwa sababu hana mwanamke, ameweza kumwezesha Mariamu apate mtoto bila mwanaume. Wajinga ndio waliwao. Na shetani anacheza sana na ujinga wa watu, anawafanya watu kuwa na ujinga fulani hivi. Na manabii wa uongo ndio wako hivyo, wanacheza na akili za watu. Sasa sikiliza, ukisikia mtu yeyote anafundisha kwamba Yesu hakufa wala hakuzikwa wala hakufufuka, huyo amepokea mafundisho ya nabii wa uongo na amejazwa ufahamu wake na akili zake zimejaa mafundisho ya nabii wa uongo. Sasa sikiliza, Yesu mwenyewe alisema atakufa, atazikwa na atafufuka, kwa sababu mwanadamu alikuwa akombolewe kwa njia ya kifo, kwa njia ya damu ya Yesu. Mpaka imwagike damu ya Kristo Yesu, imwagike damu ndio imkomboe mwanadamu. Sasa nisikilize, katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 16 mstari wa 21 hadi 23, Biblia inasema tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Huyo ndio Yesu amesema. Yesu sio mwongo. Yesu hana dhambi. Yesu ni katika hao manabii wanaosema manabii na wanaoitwa kwamba watumishi wa Mungu au
waliokuja duniani ni mmoja ambaye hakufanya dhambi. Wengine wote walifanya dhambi, lakini Yesu hajawahi kufanya dhambi. Sasa amesema kwamba yeye atateswa na atakufa na atazikwa, atafufuka. Wewe ni nani ambaye unayekuja kufundisha kwamba Yesu hakufa wala hakuzikwa wala hakufufuka? Wewe ni nani? Ni nabii wa uongo. Tusikiliza mstari wa 22 katika Mathayo sura niliyosoma. Anasema Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Kwa sababu Yesu amesema kwamba anakwenda kufa, anakwenda kuteswa, anaenda kufa na kuzikwa na kufufuka. Petro alikuwa anawaza kibinadamu, anawaza kama unavyowaza wewe kwa mafundisho ya nabii wa uongo. Yesu akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyajui yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Ya wanadamu ndio hayo mnayoyajua, ya kukataa kwamba Yesu sio Mungu, Yesu sio mwana wa Mungu, Yesu hakufa, Yesu hakuzikwa, Yesu hakufufuka. Hayo ni ya binadamu na mawazo ya kibinadamu. Lakini Yesu mwenyewe anasema, mimi nitazikwa, nitakufa, nitazikwa na nitafufuka. Na Petro kwa sababu alikuwa anakataa kila ambacho Mungu amekikusudia, kwa sababu Mungu alikusudia mwanadamu akombolewe kwa njia ya kifo cha Yesu msalabani. Kwa hiyo Petro alipoanza kukataa kwamba Yesu hatakufa, Yesu alimwambia, rudi nyuma yangu Shetani. Kwa maana Petro aliingiwa na Shetani. Aliingiwa na nani? Na Shetani. Kwa hiyo wote wanaofundisha kwamba Yesu hakufa wameingiwa na Shetani. Kama ni wewe, umeingiwa na Shetani. Kama ni yule, ameingiwa na Shetani. Kwa hiyo manabii wa uongo wanakuwa wameingiwa na roho ya Shetani. Kwa hiyo Yesu alikufa, Yesu alizikwa, Yesu alifufuka. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 27 inasema wazi, kuanzia ile mistari ya 47 na kuendelea mpaka 52, Biblia inasema kwamba Yesu akatoa roho yake na akazikwa. Alipozikwa, Yesu alipokuwa amezikwa, Biblia inaonyesha kwamba alikuja mtu tajiri akamzika kwenye kaburi, akamfunga kwenye sanda. Anafungwa kwa sanda mtu ambaye hakufa. Alitolewa msalabani, akamshusha msalabani, akamfunga sanda. Alipomfunga sanda, akamzika kwenye kaburi lilochongwa mwambani. Na Biblia inaonyesha kwamba baada ya siku 3 Yesu akafufuka. Kwa hiyo kila anayefundisha kwamba Yesu hakufa wala hakuzikwa wala hakufufuka ni nabii wa uongo. Mtambue huyo mtu ni nabii wa uongo. Na kitabu chochote duniani kinachosema kwamba Yesu hakufa, hakuzikwa, hakufufuka ni kitabu cha Shetani. Lakini Biblia ambayo neno la Mungu lilo hai inaonyesha wazi kwamba Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka, yuko hai. Na mimi mwenyewe nimeenda mara nyingi Yerusalemu, nimeishuhudia kaburi ya Yesu kwamba alifufuka, yupo hai, yupo hai, yupo mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Baba yake. Kwa hiyo leo nataka nikuambie, kuwatambua manabii wa uongo ni njia rahisi tu kama utafungua akili zako na ufahamu wako na utamruhusu Mungu Roho Mtakatifu akusaidie ndani ya moyo wako, kwa sababu mambo ya Mungu hayatambulika kwa akili za kibinadamu. Mambo ya Mungu yanatambulika kiroho. Mungu akubariki. Neno litaendelea.